Mathayo mlango 26 ule mstari wa 41. Kesheni muombe. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Kumbe maombi yanatusaidia kuweka ulinzi tusiingie wapi? Majaribuni. Utasema lugha hiyo ni ngumu, sijaelewa vizuri. Ayubu mlango wa kwanza. Ayubu mlango wa kwanza. Ayubu mlango wa kwanza ule mstari wa 5. Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 5. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hao wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Mstari wa 10. Matokeo yake, wewe kumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Maandiko yanasema mstari wa 5, Ayubu kila siku alikuwa anafanya maombi, anafanya ibada, anaombea watoto wake, anaombea miradi yake, anaombea kazi yake. Matokeo ya yale maombi, tunamwona shetani analeta manunguniko, analeta malalamiko, anasema wewe Mungu umemzingira pande zote. Na nyumba yake iko salama, watoto wake wako salama. Lakini ilikuwa ni matokeo ya nini? Ya maombi. Kwa hiyo maombi yanaleta ulinzi. Tusipoomba, ndugu zangu, ni kama kuacha mlango wazi. Kuna watu wanaoa nyumba zao jamani wafunge milango. Eti katika ulimwengu tulionao kuna watu wa namna hiyo. Yaani inafika tu ile jioni, muda wa kwenda kupumzika, kulala, amjali kuangalia milango, amjali kuangalia nini, mnaenda tu. Utamsikia baba au mama, mmefunga milango. Na wakati mwingine anaenda kuhakikisha mwenyewe. Na kama mlango una komeo 5, anahakikisha zote 5 zimefunga. Na kama ni kitasa cha funguo, anafunga na kukia na kitasa. Na mwingine anaenda mbali kabisa, anasogeza na kochi lake mlangoni, kuhakikisha kwamba kuwe salama. Sasa kama unajua kufanya hivyo, ndugu zangu, mbona maombi uombi? Maombi ni kuweka komeo zote 5. Tunaelewana? Ayubu alifanya hivyo, akiomba kwa ajili ya kazi yake, akiomba kwa ajili ya watoto wake, akiomba kwa ajili ya kazi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombea kazi zako, ombea biashara zako, ombea mashamba yako, yalete mbele za Bwana. Ayubu alifanya kila siku. Si hivyo tu, tunakuwa na uhakika na wokovu, lakini pia tunaufurahia wokovu kwa njia ya maombi. Maombi yanaleta raha, maombi yanatupa furaha. Haleluya. Waraka wa kwanza Yohana, waraka wa kwanza Yohana mlango wa 3. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 3 mstari ule wa 2. Wapenzi, wapenzi, mbona mwitiki? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili andiko limeandikwa katika namna fulani ya furaha. Sawa ndugu zangu, katika namna fulani ya kufurahi. Wapenzi, naam. Sasa tu wana wa Mungu. Jamani, hivi kuitwa mwana wa Mungu ni huzuni? Ni jambo la kununa? Wapenzi, unashtuka. Unasemaje? Sasa tu wana wa Mungu. Haleluya. Sasa tu wana wa Mungu. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye,
kwa maana tutamuona kama alivyo. Lakini kabla ya hapo, sasa tu wana wa Mungu. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Haleluya! Maombi yanaleta furaha ya kufurahia wokovu. Kuitwa mwana wa Mungu ni furaha, ni shangwe. Unapata uthibitisho na uhakika. Kama uombi ni mtu mwenye mashaka. Lakini si hivyo tu, maombi yanatujenga. Maombi yanatujenga. Maombi yanatufanya tuwe watii. Maombi yanatusaidia kupata hekima ya Mungu, iwe katika kuzungumza na watu, iwe ni watu wanaomba ushauri kwako, maongezi ya siku kwa siku. Mtu anayedumu sana kwenye maombi hana maongezi ya ajabu ajabu, hana kwa sababu maombi yanajenga.